EPRA wametoa mwongozo wa vile bei ya mafuta itakuwa hapa Kenya, na tukaona bei ya mafuta imeenda juu kupindukia, ya kwamba sasa petroli ni kama shilingi 214 na tumeona diesel imeenda over 240 shillings. Na tumesikiza watu katika serikali wakisema mambo ya global disruption, na Wakenya wanaelewa hiyo hata kuzidi wao. Lakini ni vizuri Wakenya waelewe ya kwamba katika lita moja kama ya petroli, shilingi kama 100 inaenda katika kodi na faida ya wale watu ambao wanahusika kwa biashara ya mafuta. Na hapo kuna kitu Kenya inaweza fanya na serikali inaweza fanya. Na ndio maana nimeandikia bunge yetu, the National Assembly, nikitaka kubadilisha ama kuamend our VAT Act, ndio tupeleke ushuru wa VAT wa mafuta wa petroli, diesel na kerosene itoke vile iko katika 8%, tuipeleke 0, ile inaitwa VAT exempt. Na pia nimeandikia bunge nikitaka kuteremsha road maintenance levy fund kutoka shilingi 25 ile inatozwa kwa sasa, tuondoe shilingi 7 ndio Wakenya wapate nafuu. Na pia kuna pesa Wakenya huwa wanachagia wakati wowote wana consume mafuta Kenya, na kuna fund inaitwa Fuel Stabilization Fund, na katika hiyo fund iko pesa ya kutosha. Na ndio nataka niulize serikali watoe bilioni nyingine 5 iende katika kusubsidize diesel, na hiyo ita subsidize diesel kama shilingi 24. Tukifanya hayo those three things, ya kwamba kupeleka ushuru chini ya VAT, pili levies kupeleka chini levies ya road maintenance levy fund na shilingi 7 ambayo iliongezwa na hii serikali mwaka wa 2024, na kutoa subsidy ama nafuu ya bilioni nyingine 5 ambayo already iko, tutakuwa tumeteremsha bei ya mafuta, na petroli itagharimu wa Kenya na pia diesel below 190 shillings. Tumeona ya kwamba bei ya mafuta Kenya ikilinganishwa na zile nchi jirani, bei ya mafuta Kenya ndio iko juu zaidi. Kenya iko juu ya Uganda, na mnajua petroli yote ama mafuta yote ya Uganda inapitia katika bahari yetu ama poti yetu. Hapa Kenya pia bei ya mafuta iko juu kuliko Tanzania, kuliko Rwanda na kuliko Ethiopia. Na kwa hivyo hii Kiingereza mingi tunapewa na viongozi, mambo ya road network na ingine, hiyo yote tunaelewa. Ile tatujaelewa ni kwamba kwa nini mafuta ilikuwa global prices ilikuwa juu mwaka wa 2022, ilikuwa juu kuliko sasa, na bei ya mafuta sasa iko juu Kenya sasa kuliko 2022. Hiyo ndio Wakenya hawaelewi. Lakini ndio Wakenya waelewe, ni vizuri wajue ya kwamba hii mpango tunaelezwa ya G2G, hiyo ni biashara na ni kiosk ya viongozi hapa Kenya. Nataka niulize viongozi wetu Wakenya, wakati Wakenya wanalia wakilipa nauri ya juu, inflation I'm sure itaenda juu mwezi wa Mei. Wakenya wakilia ati viongozi wetu wanasherehekea faida. What kind of greed is that? Ya kwamba viongozi wamechaguliwa waongoze Kenya, ndio wenyewe wanaleta mafuta ya G2G hapa Kenya, na hiyo shilingi 6 ya margin ya importer inaenda kwa viongozi wetu wa hapa nchini Kenya. They must be very ashamed of themselves that you are elected to lead, but on the contrary wanaona ni vizuri wafanye biashara na mafuta. Walifaidika wakati mafuta ilikuwa bei ya chini, na sasa pia wanataka waendelee kufaidika Wakenya wakati Wakenya wanalia wakinunua mafuta.
Let us put our greed down, dear leaders. Kama lazima utengeneze pesa, tafadhali tuodoe hii ulafi katika hii mambo ya mafuta.